Na mwanamke akikosa msaada kwako atatafuta kwingine. What? Kuna wanaume wenzio watamsaidia, na wakimsaidia mama hana cha kuwalipa. Mwahi kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa kwanza? Yes. Anasemaje? Ulicho nacho ndicho tukupacho. What is the meaning of this? Wakamunyenyua. What? Wakamunyenyua. What did he say? Wakamunyenyua. God have mercy upon us. Very interesting. Sasa kama mke wako kuna watu wanamsaidia, wewe unakuta tu hotpot imejaa kuku. Allah. Wale watu wanamsaidia mama, mke wako atasemaje? Atawaambia baba, umelisha familia yangu na mume wangu pia unamulisha wewe, sina cha kukupa, nilicho nacho. Really? Kwa hiyo usiwe mkali sasa. Lakini wengine wamesababishwa na sisi. Watamwambia huna hela, huna nini, lakini ulicho nacho ndicho utupacho. Kisho wanatandika, katoto kanatokea. Na tutoto twingine pale hatujulikani. Kumbe twingine ndio zile kuku za hotpot. Nice. Ule wali uliokuta kwenye nani ndio hao. Kwa hebu tutunze wake zetu. Are you sure? Wanaume wengi wa mama wamelalamika. That's very good. Wanaume wengi ni wavivu kuwafurahisha wake zetu. Unaelewa, kuwafurahisha. Wengi ni wavivu. Kweli mko bize, lakini hata ukiwa bize bakiza nguvu kidogo za hii kazi nyingine ya nyumbani. Umweki lazima ifanywe. Hawa mama, unajua wenzetu wako tofauti. Wenzetu wakizaa watoto wawili wangapi, amefika mwisho wa safari. Hamtegemei mtu mwingine zaidi yako. Kwa sababu soko lake limeisha. Nikiwa na wanaume nawaambiaga, badilisheni staili ya kutoa hela. Usitoe hela chumbani. Mama akisema kuna mahitaji, mwambie yeye twende. Pale mbele ya watoto kwamba eti mnataka nini? Tumechoka maharage, mnataka nyama? Mama kawanunulie. Watoto wajue pesa katoa baba, mama kanunua. Sio vitoto vinakula nyama alafu vinakuangalia baba. Kwamba anakula nyama ya mama. What? Anakula nyama ya mama wakati mimi ndo nimetoa hela. What are you doing? You wake up and start just drinking tea and smoking, and you think that money will come to you? Yes, of course. Comment section ilisema chairman akiongea hakuna kuuliza swali, hakuna kupinga na hakuna kudoubt hiyo advice ametoa. Na chairman huyo amerudi tena after a short break, amekuja na advice nyingine moto sana. Na amesema vizuri, kama wewe utakuwa ndume na uzembe, lazima utakuwa na mtu mwenye atakurepresent, upende usipende. Kwa sababu anasema lazima uprovide mazi. Ukizembea tu kidogo, wewe umepata msaidizi. Na unajua si jokes anafanya. Kuna kaukweli fulani huyu jamaa huwa nako. Na unajua hii video ya Mgogo inatupeleka kwa section ya Nyako. Kozi Nyako ni kama pia yeye alipatikana. Mtu akifungua mdomo, useless, piece of shit, paupa, anakulisha. Chai! I'm asking for my neighbor. Chai! Huyu mtu anakulisha. Allah! Bega. Wewe saa hizo una beg yako wapi? Anafanya biashara gani saa hizo anakuona ukibeg? Musitulete hapa akili nusu. Hii platform ni ya beggars. And if you are not a beggar, you better quit. What? Because you are on the wrong platform. Jesus! Most of us were not raised on a silver plate. We struggled. Oh, poor child. Kama ulilishwa na silver plate, haituhusu. Hawa watu walilishwanga na silver plate. Wanafanyanga nini na kwa platform ya maskini? What went wrong? Chai! When people were getting their degrees and whatnot, and marrying the richest of the richest, mulipiga kona mkakutana na maskini kama sisi.
inawasumbua akili. Maskini anasumbua akili ya mdosi. Ulisikia wapi? Mdosi hawezi lala. What? Mdosi anabweka saa 9 za usiku hawezi lala juu ya maskini. What happened? Someone was raised on a silver plate. What happened? Mtu akakuwa madhugudhanio. Takataka ya mtaa. Jesus! Mtu akuja ni lecture tena ati mimi ni maskini. Sasa hizo mimi ni maskini, wewe ni nini? Wewe ni takataka ya wapi? Oh, poverty MLM. Jesus. Anybody who causes you sleepless nights is a troubled human being that will never have peace. Allah. Allah. I'm telling you for free. Jesus Christ. Achana na watu. If a poor person is not costing you restless nights, wachana na yeye. Let a poor person be. Exactly. Mimi sijaiona mtu mdosi ana concentrate na mtu yani na mwenda wazimu. Lakini nijiweke kwa kategoria ya mwenda wazimu. But I am the focal point of the richest man in the world on TikTok platform. Nani? Naeleza wewe. The richest man cannot sleep in the night because of nyako. Wango. I don't go to bed thinking about people. Hiyo ni wango. It's not my thing. But it is amazing how some of you invest their energy on me. Are you crazy? It shows how important I am. Because for people to pay attention to you, you must be special. I am very special. Jana nilikuwa na nyamba. Unajua kama una nyamba na utaki kusuffocate na mshuto. Unafungua shit kidogo inatoka. Unarudisha. Sasa ni nani huyu alikuwa amekula githeri yake vizuri ama alikuwa amekula kasukuma kake na ugali, anaamua kuita nyako ati maskini? Nyako ni mtu utaita maskini ya nyamaze wewe? Mtu anaishi Europe. Wewe unaishi hapa tu Kenya, unaita mtu anaishi Europe ati maskini? Wewe usikii nyako hajanyamazia hiyo story wewe. Amekuja akasema itakuwaje wewe unaishi kwa vumbi? Unaishi kwa vumbi somewhere in Kenya. Yeye anaishi Germany, huko ni Europe. Alafu wewe umuite maskini. Na anasema kama yeye ni maskini, mbona mna concentrate na yeye sana kwa platform ya TikTok? Anasema kama yeye ni mtu hivi amfai kuwa mnamfuatilia. Lakini anasema hiyo ni wivu kwa sababu yeye anafanya kazi ya foundation. Anasema watu wanamuita majina kwa sababu ya shughuli yake ya kusaidia watu wenye hawajiwezi. Lakini tena huyu mwenye aliita nyako maskini, mazewe tena uko juu sana. Hii ni bulanda ulikuwa unatuletea. Cause nyako, we imagine nyako hakuangi hata ameguzwa, lakini anakuanga moto sana. Lakini sasa we imagine umemguza, wewe unafikiria ataongea aje? Sometimes pia ndio mimi nasema tuangalie mambo tunasema kuhusu nyako. Cause nyako na Muiti, hawa watu kiwaguza mambo hawa watu utoa. Hata hakuna mtu anakuanga ametarajia kitu kama hiyo. Cause mambo inakuanga ngori.